everything that I desire to have. You are everything that I need in my life. You are everything. Without you, I am nothing. Without you, I cannot make anything. Without you, God, I cannot succeed. Through you only I can be able to succeed. Through you, you can only succeed. Give me high. Oh yes. Open your lips. Speak to him. Mwede tu. Mwede wenu ya gai. Wotire gai yo hiya natawe. Mwede we muthamaki wa athamaki. We hinya wa mahinya. We muhotani wa ahotani. We kihoti wa ihoti ciothe. Rĩtwa rĩaku rĩambararĩke. Atĩ gũtarĩ we gũtirĩ kũndũ ingĩthiĩ, gũtarĩ we ndingĩhotana. Njĩra ciaku nĩ cia magegania. Wendi waku nĩ wa magegania. Wĩkaga tu ũrĩa ũkwenda mahinda-inĩ marĩa we ũkwendete. Nĩkĩo ndakwambararia ũmũthĩ ũyũ. Nĩkĩo ndagwĩta Jehova. Nĩkĩo ndauga Jehova nisi bendera yakwa. Nĩkĩo ndauga Jehova Shalom tondũ wĩ thayũ wakwa. Yes. When we mutugi na utugi wa ngoro yakwa. When we kai. Wikarire gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki. Ũgakinyithia nyarĩrĩ ciaku gũkũ thĩ. Wĩnyitĩrĩre mũthegi wa ũthamaki. Nĩgetha ũtũthamakĩre na warie na ciana ciaku. Aria na ithuĩ ũmũthĩ Ngai. Speak to us. Aria na ciana ciaku ũmũthĩ. Ciana ici nĩ ikwendete. Ciũkĩte gũkũ cina mathĩna maingĩ mũno. No moka gũkũ tondũ moĩ gũkũ nĩkuo mangĩhota kũũrĩra. Gũkũ nĩkuo baba wakoragwo. We nĩwe ithe witũ. Ithe ũtũheaga gĩa kũrĩa na ũgatũhe gĩa kũnyua. Ithe ũtũiguaga. Ithe ũtwendete. Ũtũiguagĩra ona rĩrĩa tũhĩtĩtie. Ona rĩrĩa tũikarĩte tũtaikarĩte wega Ngai. Nĩ ũtũiguaga tu. Tondũ nĩ ũrĩ tha ciaku. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Thank you very much, the praise team. You are doing a very good job. Na Mungu aendelee kuwabariki. Maana bila huyo Mungu hatuwezi kwenda mahali. We just came here to worship. We came here to thank and glorify God. Mukae kwenye this row alone. Please, tukae kwenye this row. If you have zaidi ya hii kikingi, ingia katikati so that we turahisishie watu wa kamera kazi yao. Wazianza kupiki moja moja wakishikanisha. Naye yule amekuja amedos. Inaonekana hii nyumba iko na neema ya kulala. Yule naye ni nani amelala kule? Anahitaji maombi ama ni communication ya biguni? Inaonekana kuna communication mzuri sana hapa ya biguni. Mwambie aende tu atembee kidogo. Mwambie tu aende atembee kidogo alafu na umuulize kazi alipatiwa afanye ili endaje. Hii watu watokiwasaidia inakuwa gumu sana. Bado utasikia amepata kuna kazi lakini anakuambia hajui kule M-pesa ilienda. Sasa unashindwa. Wote urahabu ukitaka. Hallelujah, mami. How are you? Long time. Umeniletea Christmas. I know for sure I have it. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you. Today I want us to look at the strongholds that hinder your breakthrough. The strongholds that hinder what? Your breakthrough. Ni nini hizi vitu ambazo zinasababisha breakthrough yako haikuji? Umekuwa kanisani for quite a long time. Umeobewa, umetakaswa, umemwagiliwa mafuta, umemwagiliwa maji, umemwagiliwa maziwa, umemwagiliwa damu, umemwagiliwa nini, yeah? Lakini bado your breakthrough is not coming. Nikio igete hau. Nikio na communicate nakio. Igadimo ke modo in kanewo nekore. Okay. Good. We hold it. Thank you. Go ende go shati ula shati. Nego shati. We wanyere. Nego shati. Nego shati ni kugate. Bwana asifiwe sana. Because we might be coming here na whatever that is happening in our life, it is not working.
Tumeomba, nothing is working. We have praised God, nothing is working. We have gone to churches, different churches, nothing is working. There must be something that is hindering that breakthrough. The breakthrough is there, but there is a door. The breakthrough is there, but there is a gate. There is a gate somebody. Because God said in the book of Isaiah 45, is it 45? That I will, can you give me 45 first before we get to the 2 Corinthians? Isaiah 45. We will go until about the same thing. I'll tell you. That says the Lord to the anointed. He's speaking to who? To the anointed. He's not speaking to an ordinary person. He's speaking to an anointed, just like you are, because you are anointed. Did you know that you are anointed? Just like you are. He's not speaking to an ordinary person. Tell your neighbor, I'm not ordinary. That says the Lord to his anointed, to Cyrus. Cyrus was an anointed person, and God was speaking to Cyrus. What did he tell Cyrus? Whose right hand I have held. So this anointed is not only anointed, lakini hata mkono wake, the right hand, ameshikwa na Mungu. So si mtu wa kawaida. You are not an ordinary person. God is holding you. Mkono wako wa kulia Mungu ameukamata, ameushika. Praise be the name of God. So God is not speaking to just any other person. He is speaking to a special person, and that is why you are here today, because you are special. Hauko hapa because of looking. You are not here because you don't know why you are here. You are here because God has already prepared a way. I will prepare a way where there was no what? Where there is no way. And God cannot create a way where there is no way if there is no user. Hallelujah. It is the user that causes the way to be there. A village, we will start building a village, a new village, because new occupants of the village has come. But if there is no new occupant of the village, then there will be no need of a village. If there is no new occupant of this building, nobody will be able to open there, because there is no new occupant. The new occupant, when akikuja, inasababisha milango inafunguka. Then whose right hand I have held. So for you to start this breakthrough, one thing must have happened to you. You must be anointed. Anointing is not anointed just to touch on people's head while we're praying. Anointing sio ati unaweza prophesy. Prophesy. No. Anointing is not for prophecies. It's not for touching people. Hallelujah. Anointing, it is a relationship, good relationship that you have with God. That you are upper. You are on an upper floor. When you have an anointing, it's because you have an upper floor. The floor you are, mahali una operate, you are not operating like any other. Meaning that God has anointed you. God has set you apart. God has given you an opportunity. When God has given you an opportunity to do, an opportunity to be where you are, an opportunity for you to be here today, that is what we call the anointing of God. Because you are operating on an opportunity that God has created. Then whose right hand I have held. For you to start the breakthrough of your life, God must be holding your hand. You alone, you cannot make it. You alone, you cannot succeed. Because God must hold your hand. And how can God hold an enemy? Mungu anawezaje kushika mkono wa adui? It is very difficult. Therefore, why has he? Ni kwa nini Mungu amekushika mkono? Ni kwa nini is holding your hand? That's the question you need to ask. Can God just come and hold your hand? Doesn't he have something to do? Can he just come and say, yeah, I'm holding your right hand? So does it mean that God is just sleeping somewhere? He doesn't have work to do. Ndio kwa maana amekuja kukushika mkono wako? No. Because number one, you are anointed. And number two, you have a relationship with him. Because I will not hold your hand. Sasa hebu ulete. Uje. Umeolewa? Wacha. Nani hajaolewa sasa? Wewe umeolewa? Kuja. Sasa kushika mwanamke wenyewe hapa. Mbona mzee kesho leta mikono tekira ni hawo kiwedo. I cannot hold you this way if there is no meaning.
I'm holding this way because there is something, there is a relationship. Ni kipenzi kiheheji kia ngoro. Letiguo nikioteka atia twaingirania uguo. Bwana Yesu asifiwe sana. So God can only hold you because there is a relationship. Ask your neighbor, do you have a relationship with God? And what is the form of a relationship? Are you a miracle seeker or you are God seeker? Because if you're a miracle seeker, you don't have a relationship. Because your only relationship, you want to come and steal from God and run away. You're a robber, we ni mwizi, we ni jangiri. Ene miracle seeker ni jangiri. Sema jangiri ya kiroho lakini. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you only need what I'm carrying, but not me. Unanipenda unakujanga kanisani because of what I'm carrying, not me. You are looking for my God because you know my God performs. And once he performs on you, there will be no relationship. Ukanita toka olenyo nagera view sasa ine. Kanatigo mweka. Nida ni dukata ya Ngai. Ni ndathira kejigera gwo ore motu na ngihona. Ni uthia acha ni ndacokire kanitha gaito. Uguo niki gya kurehete wito. Ni kiama. Ti kiria kiguku. Hallelujah. And that is where most of us have failed, because I can see most of you. You did not come here because of the word here, but you heard, ninaekeleaga watu mikono watu wanaaguka, because that is miracle number 1 according to you. Kuaguka is a miracle. Na ndio unaona mapasta wameenda Shinyaga, wameenda Nigeria, wameenda Ghana, wamenunua ile pete, akifanya hiyo pete mnaaguka nyinyi yote, mnasema ku ni kuoga yale. Hapo ndio Mungu yuko. Lakini kumbe ni shetani ameagusha mtu. Sababu si hata mlevi anaagukaka. Does it mean ni Mungu amefanya hiyo miracle? Ukikanyaga gekoni ya madisi uteredoke au aguke, si umeanguka. Does it mean hiyo ni anointing ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. So until the time you are able to understand that you need a relationship with God for God to perform in you, because having a miracle of being delivered, having a miracle of you angukaring, having a miracle of something happen does not transform to become a breakthrough. Kuaguka is not a breakthrough. Kuprofesa hiyo is not a breakthrough. Hallelujah. If I prophesy to you, I can see a big vehicle. I can see a Prado. Hallelujah, ninaona shamba. Hallelujah, ninaona Bwana. That is not a breakthrough. It's a prophetic word. Kuna kajia umeanza kada kupeleka mahali. Hallelujah. Kajia kako na obstacles. Kajia kako na vitu vya kuzuia. Ni barabara, haujui whether it is a tarmac road or a rough road, ama ni njia zile za kuna meigua inakushikashika huko. Haujui ni mawazimu wangapi utakutana na wao. Haujui ni maadui wangapi utakutana na wao. Haujui ni milima mingapi. It is a way. There is one thing that you must understand. There is anointing. Being anointed, unakuwa anointed, does not qualify you to become a prophet. Ukiwa anointed, nimekumwagilia mafuta leo, sio kumaanisha kutoka leo umekuwa nabii. Hapana. There is a way, there is a road towards that. Once you are anointed, you have to wait for the appointment. Now, the day between the anointing and the day to the appointment, it varies and depends with you. It took David 15 years for him to be appointed after being anointed. I have 15 good years. Manabii wengi in the Bible, it has taken them 15 to 20 years. So wakati nilikumwagilia mafuta, I did not tell you sasa enda kaombea watu. Nilikwambia sasa umeingia kwa kichaka ya kiroho. Sasa kichaka ya kiroho iko na wolves. Kichaka ya kiroho iko na manyoka. Kichaka ya kiroho iko na maelephant. Kichaka ya kiroho iko na maubwa. Iko na wachawi na warogi. In that process, you might die. Ukiwa tuna anointing. Hallelujah. Nilimwagiliwa mafuta na Harrison. Na nilipomwagiliwa hivi, manabii wakasema unaenda kuwa nabii, unaenda kuwa mhubiri wa kimataifa. Lakini mpaka kijiji yenu kupatiwa kibarua ya kuosha vikombe kwa nyumba haupati kazi. Imekureject. Lakini wewe ni nabii wa kimataifa. Ati utasafiri from one country to another country, from one nation to another nation. It was prophesied so. The prophetic word that was released to you
it requires a work on it. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's the greatest mistake we are making, we as men and women of God. Because we think wakati ulimwagiliwa mafuta, that is the time now you become, unaanza kazi. Draiterelio magutari unehigo demo hiyo. Mimi ni moto, magutama morugano. Acha uni. Kumwagiliwa mafuta ni kuambiwa kama Daudi. Akamwagiliwa mafuta akaambia nini? Rudi ukachuke kondoo. That's umemwagiliwa mafuta. Kumaanisha utapitia mapitio, na hiyo mapitio haitakushinda, utafaulu. Licha ya kwamba akili zako zikuwe kwenye hiyo mapitio na uelewe God is working on me. But the day you fail to understand God is working on you, then you are going to fail completely. That is why watu wengi walimwagiliwa mafuta, lakini mpaka saa hii they can show nothing of. Me, nilimwagiliwa mafuta around, ilikuwa 2007. Yeah, around there. 2007. Hebu fanya calculation from 2007 2020 what? Nilianza kazi 2019. Sio 2019. 2021. Ndio nimeanza officially vizuri. Hebu subtract walimu, teachers, mathematicians. How many years? Yeah? 14 years. That is when nilianza kazi. Na officially sisi tuko 2022, 23. Kwa hivyo nilianza mwaka huu ndio tumeanza kazi vizuri. 15 years. Just like David. Na bado niko na another 15 years ya kungangana na Saulo. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo 15 years ni ya kuchuga makodoo na kukunywa maziwa ya kodoo huko porini. Na kulala na kodoo na kukojolewa na kodoo 15 years. Ndio umenipata hiyo 15 years ndio nimepata na depression, nikakunywa pombe mpaka nikakunia kwa suruali. Nikajikojolea, nikakunia mpaka kwa kitanda. Hiyo 15 years. Sasa nimeingia kazini, nikakutana sasa na wengine wa mama sasa wa kanisa, wa baba wa kanisa ambao ni wabaya kuliko wale wa pombe. Ni wabaya kegwire kabakuri adwali alevi gukira adwa ya megoko. Wale najua hawa si walevi, they sober. Wamekuja papasere kudili na mimi. Papasere kudili na mimi wakiwa sober. Ile ni mlevi, unakunywa wewe mwenyewe. Mimi ni pombe nilikuwa nakunywa mingi, ndio nashindwa kucontrol na huko nyuma kunatoka peke yake. Sasa hapa mimi najicontrol, niko na kichwa mzuri, nimekuja, nimejega, nimefanya maneno hapa kubwa, viti nimenunua mzuri, kila kitu ni sawa, mashini ni sawa. Sasa unakuja mahayena na mafisi ambao wanasema haleluya kama wewe. Ndio hawa sasa, hao ndio Masaulo sasa niko na wao. Wanajua this man kuna mahali anaenda. Sasa hawa ndio hatari. Kana tuko mhuji. Hawa ndio hatari. Kwa sababu wanajua kule unaenda. Wale walevi hawakuwa wanajua. Walevi tulikuwa tunaitisha Hennessy, VOS. Mnakamata unaenda kulala. Mutaska unakamata unaenda kulala. Tuwekelete nyamako. Hana tukadi tunachija busi tunakula tunaenda kulala. Sasa angalia huyu mama ako hapa. Anajua mimi naenda kukua preacher mkubwa, na anajua mimi niko sigo. Ile kazi yote anafanya anataka kukuja kuwa bibi yangu, lakini hakuji kukua bibi yangu ndio anisaidie, ndio hiyo kitu nitakuja kukua aitanishwe nayo. That is all what you need. Si ati nakuja kuwa msaidizi ashikilie madhabahu isimame, hapana. Metodo ni araigwa kuna mahali naenda, na yeye anataka kufanya nini? Kuenda, na ajui tunaenda kufanya nini huko. Sasa imagine ukikuwa na watu kama hao 15 ambao wako hapa, ambao wanataka kuenda mahali unaenda, lakini si kwa sababu ya kile kinakupeleka huko. What will happen to you? Huyu ananishika mguu, huyu ameshika mguu ingine, huyu amenishika mkono, huyu amenishika hivi. Kagwire koronya manisho mokaga, singekuwa na mwili sahi. Singekuwa na mwili. Huyu angekuwa ameshika mkono, huyu angekuwa ameshika mguu moja, huyu angekuwa ameshika jicho moja, huyu angeshika mundu enyitire kanyambo. Kuna siku moja huko Jumulisa tukiasa ministry hivyo. Pale Jumulisa hoteli ya Buruburu, wa mama ndio walikuja wengi, walikuja tulikuwa 17 na wanaume tulikuwa 3. Sasa kila mama mwenye alikuwa hapo alikuwa ananipenda, alikuwa ananitaka. Sasa ilifika mahali kwa sababu kila mtu alikuwa anataka kutambuliwa, ajulikane ni yeye amefaulisha hii congregation ya watu 17, ni yeye amefanya ikue.
waliletana juu, wakaletana juu mpaka wakasema neto kemoka ya neo mudu akuweka shuje kai. Hii shida ikuanza hapa na nyinyi, ilianza kitabu. Maana sasa ni wakati wa kupigana na mtu anaitwa Saulo. Maana Saulo anajua I am losing my position to this man. Hallelujah. Na wengine hapa, kuna wamama wako hapa kanisa hii na wametumwa na bishop fulani. Kuna wamama wako hapa wametumwa na pastor fulani, wako hapa na wametumwa kwenda umonitor na urekodi kila kitu anafanya. Because na yule nimemtuma anajua this man is coming to threaten my position. Because they think it's all about competition. Because wanajua whatever they are doing is not right. Hallelujah. So there are 15 more years of fighting Saul. Ya kwenda kujificha into caves, ya kwenda kujificha kwa milima. Hallelujah. For me to get that kingdom, there is another struggle ahead of me. I will be sana kwa na nyinyi baka ni wini bato nyinyi ni wini baka muache kuona toro daka de hadi sa muache kuona Mungu. Siku yote nitaenda kule kwingine. This journey is not a journey that you just walk in the park and oh hallelujah hallelujah. No. It's a journey of every single day, a new journey. Every single moment, a new journey. Everywhere you go, a new journey. So don't just see because you've become a member of the church, there that is enough. No, it is not enough for you to become a member. It is not enough. You have to wait for you to become a member, fully member. And for you to become a fully member, it is to understand why God called you. To be able to have the consciousness. To be able, ujaua hatu ndio la lion ama nimeua lion. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijaua. Goliath bado ananigoja. Sijaenda kwa mtu ndio nijikute tumawe. Bwana Yesu asifiwe. So this is a journey. My dear, this is a journey that you have to fight. A journey that you must conquer. A journey that you must succeed. That is why God has to hold you kwa mkono wake wa kulia. David wakati alimwagiliwa mafuta alishikwa na mkono, akaambiwa nenda ukachunge mbuzi. Wakati wote amechunga mbuzi, amechunga wakiwa na ng'ombe na Mungu. Kutoka hapo wakati Mungu akaprepare a situation. Has a situation been prepared for you to go and meet the king? Hallelujah. God must have prepared, must prepare a situation. Lazima atengeneze kile kitafanya mwende mkakutane na Saulo. Ni nini? Saulo hajagojeka ama Saulo amegojeka? Saulo hajagojeka, lazima Saulo agojeke. Kwa hivyo kama uko na struggle ya kupambana na mwanamume ama mwanamke ambaye ni wa mahirisi na uchawi ama mwanamume ni wa mahirisi na uchawi, kumbuka lazima Saulo agojeke. Ndio ahitaji talanta yako imuponye. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a process of God. Because God is holding you. Anakushika kwa mkono wako wa kulia, anatembea na wewe. Anatembea kwa ufasaha, kwa njia nzuri, kwa njia iliyo na utukufu na ufalme wake. Ndio kwa maana amekushika kwa mkono. Kwa hivyo wacha kupapatika kwa maana kimeumana, kimeanza kukuramba, unaanza kuharahara hapa. Hapana, vumilia. Ni mkono mwega pale, hajakuacha. God has not abandoned you. He is still with you despite the challenges you are facing. This God is walking with you. Anaendelea tukutembea na wewe despite the difficulty. Unaona kama amekuachilia, lakini he is holding you because he is giving you an assignment. Anakupatia assignment ya kufanya. And when God has given you or he has a plan to give you the assignment, you have to be trained as part to the assignment. If you are a kingdom financier, my friend, you will be poor fast. I'm telling you. Utajaribu kuomba mpaka uone suruali yako imetoboka mpaka unaona. Na ikifika mahali unaona mwanaume amevaa suruali imetoboka, shida imeingia kwa hiyo ama mama. Shida imeingia. Utasukumwa na kila kitu yako itapotea. Nothing that you will be finding its way to you. Ndio understand. Mungu akikupatia pesa, uta-understand kuna watu wanakulaga shida. Hautaenda kununua kaproti maguta. Mungu akikupatia milioni 20 akwambia hii ni ya kazi yangu, hautagaanisha upeleka kwingine. Utakuwa uki-understand. These people are facing a challenge I faced. Hallelujah. Kupita hiyo mtihani,
My dear, ya financial, kingdom financial. Kupita hiyo ni ka account, unakuta bwana yako sasa amechukua control ya maisha yako. Agotikagera shilingi igana limwe 100. Na jioni atakuja kukuuliza ulitumia pesa. Si nilikuachia pesa? Ulitumia pesa namna gani? Kai. Unamwambia ulinunua tu kibeli siku hizi ni pesa ngapi? 5 bob. Nikakuja na 85. Alafu kanunua kitunguu ni pesa ngapi? Ukaenda ukanywa nyanya zile za 3.10. Kaenda kanunua hii. Yaani unakuta unamhesabia, unakuta haujatoka kutoka kwa 3.10. Lakini bado anasema wewe unafikiriaga pesa inachunagwa kwa mti? Si hadi hata wewe kesho ukachune mara ya hii takataka. Wewe mjika sana. God is watching. Still God does not mean that Mungu amekuacha. God is still walking with you. Not even watching. He's still holding your hand. Ukiitwa takataka, bado amekushika. Ukiitwa ubwa hii, bado amekushika. Ukihesabiwa 100, inunue sukari, mafuta ya kupika na uga na kila kitu, na ilipe mtukia gazi, bado Mungu amekushika hivi. Hallelujah. So the challenge that you are going through does not mean God has avoided you. Does not mean God has dropped you. God is still working with you. God is still doing something. Then he says, why is he holding your hand? So that you may be able to subdue the challenges that he wants you to subdue. That is why he's holding you. That is why he's training you. That you may have the capacity, nguvu za kuweza kushinda majaribu. Nguvu za kuweza kushinda ngome zozote ambazo zinaweza kufanya nini? Kukuzuia. And then to subdue nations before him and lose the armor of king. That is why God is holding you. He wants to subdue the kings. He wants to subdue the nations so that these nations are more powerful than you. These nations are more stronger than you. In the book of Deuteronomy, but don't change, the book of Deuteronomy 7 says that when you're going to possess the land I'm going to take you, a land that is occupied by nations who are 7 times mightier and stronger than you. When I hand them over to your hand, that is when you'll be able to destroy them. But you cannot be able to destroy them right now. I have to do something. I have to make sure that I have conquered. I have won the battle. So that is why he is holding your hand. That is why he wants you to come for these fellowships every Wednesday. That is why he wants you to be on Sunday here to listen his word. That is why he wants you to be in Kesha. That is why he wants you to do his services. That is why he wants you to be in the morning glory, in the evening service, and everywhere doing his work, because he is holding you. And the reason he is holding you, ndio uweze kuna nini? Aweze kushinda. It is not you who wins this battle. It is him who wins the battle for you. That is why to subdue. God is holding your hand to subdue nations before him. To lose the armor of kings. Number 2. Number 1, tumesoma nini? You must be anointed for you to have the breakthrough. Number 2, your hand must be held by God. Number 3, you are given capacity. God gives you the capacity. When he subdues the enemy on your behalf, he gives you the capacity to be able to walk, to be able to do, to be able to stand, to be able to maneuver your ways, to subdue nations before him, and also the third, to make sure that those that can be of against you are defeated by losing the armor of the king. What's the armor of kings? The powers that kings have against you. The dominion that people have against you. The dominance. So it's only God that can have a dominion for you. Win the dominion and give it to you. So God is holding your hand so that he subdues. That is now he's saying, God gives you the capacity. He is holding your hand so that he can give you a capacity. Amekupa nguvu.
Amekupa uwezo. Ndio kwa maana amekushika mikono, akupatie capacity ya kuweza kutembea. Amekupa mafuta, amekuwekea nguvu, amekuwekea kitu kipya. Amekuwekea nini? Kitu kipya cha kuweza kukufaulisha. That is why now you will not hata kuja useme mtafuga hapa, mtafanya nini, mtaenda msijui Katoroni kunifugia. I don't mind. It's not a big deal because I know my God amenishika mkono wa kulia. That's why I never panic. Mumienda baka kwa wagaga. Simulisikia hapa juzi wakisemwa. Wameenda baka kwa wagaga. Wengine wameleta uchawi, wamemwaga kwa mlango pale, lakini mmezuia mambo ifanyike. Nothing is stopping. I'm still going on because God is holding my hand. He has given me the capacity to do the way, to subdue and to lose the arms, the armor of the king. The armor ni ile nguvu ya ufalme. Ile mamlaka ambayo inatawala biashara yako. Ile mamlaka imezuia ndoa yako. Ile mamlaka imezuia kazi yako. Ile mamlaka imezuia ufanisi wako. That kind of power, the armor of kings, the kings that are against you, the kings that are fighting you, the kings that are more stronger than you. God is holding your hand because you cannot win against them alone. You need him to open before him the double doors. That is why God is holding your hands. To open before you, what? The double doors. The double blessing. The double power. The double anointing. The double kingdom. That is why he's holding. That you may have the double doors. Milango kama ile naikuja unakuta Mungu ashaifungua. Hauhitaji kung'ang'ana. Ndio kwa maana ameshika mkono. Ndio kwa maana anatembea na wewe. Anatembea kwa maana yule ambaye anaweza kukuzuia akiona umeshikwa na nani mkononi, milango inafunguka, wanaondokea. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why you need a relationship with God. Ndio maana unahitaji a good relationship na Mungu. Ndio akushike mkono. Lakini if you are stinking, unanuka, he will not hold your hands. That is why you find you will struggle. There will be no breakthrough. Despite you being in church every day, despite you coming and giving sacrifices and offering, but you are still struggling because you are stinking. Kama unaona milango yako imefungwa ya biashara, ya ndoa, ya kila kitu, ni kwa sababu unanuka. Yesu wakati alibeba madhambi zote akaekelea hapa, akaenda kwambia, Baba, nimekuja. Alikuwa na smile. Jesus was smiling as he was going to his father, carrying the sins of mankind. Baba! God looked the other side. Aliangalia kando because God does not look where stinking comes from. Akaangalia na kando. Wakati Mungu tu aliangalia na kando, shetani akakuja na akameza Yesu na akamrarua vibaya sana. Akamweka kwa msalaba. By the time the relation comes back again, because the relations between God and Jesus ilivunjwa na nini? Na dhambi zetu. Zile alikuwa amebeba akipelekea Baba. Hallelujah. That is when the relations between God and Jesus ilikatika kidogo. Na wakati aliwekwa kwa msalaba, damu ikamwagika, ikafanyika an atonement. Ikatolewa kama sadaka. Ilipomwagika ikatoka sadaka, Mungu akageuka akamwangalia. Hey, my son, what has happened to you? Ni hiyo damu sasa ikaita Mungu. Na ndio tunasema by the blood of Jesus we are saved. By the blood of Jesus we are winners. By the blood of Jesus, because it is his blood that conquered hiyo madhambi zote alikuwa amebebeshwa. Na kutoka hapo akaenda akazikwa in the tomb, akaingia to the foundation, katika misingi yote ya dhambi akaibomoa, kisha akatoka akapanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. I hope you are getting me. Yeah? That for your double door, in fact, it's not just a single door, but the double door will open. Double. Ndio utakuta maneno yako inafunguka. Kukakaa kidogo nakuta kihatol, kidaka the hadi samu kinakuuliza. Alafu kikakaa kidogo unasikia biashara angoa na kuaga Amerika, hamjaiongea naye 20 years, amekutumia 500,000 ufungue biashara. Unakaa kidogo unasikia kitu kingine imefanyika. Unasikia mtoto wako ndiye alikuwa number 1 Kenya mzima kwa examination, na ni mtoto alikuwa Dogomodhi. Unakaa kidogo ameitwa Rayas, unakaa kidogo inaitwa because the double doors have opened.
Why? Because God is holding your hands. Mungu amekushika mkono wako wa kulia. Lakini kama ukitaka kujua your breakthrough is not coming forth, it is because God is not holding you. You are walking alone. Kama mlango wako haufunguki, hujafunguka, you are walking alone, my dear. Onawadhi your mother. You are walking alone. But when you are with this master, the holder of the key, the power, the authority, the challenge, miracle too. Because the demon will see, wamekuja na nani? Miracle inafunguka. Wamekuja na nani? Miracle inafunguka. Unataka kuniambia mkiingia Naruto, muingie mahali na kunasemekana watu wa kawaida hawaingii. Ruto akushike mkono hivi. Utaambiwa wewe unaenda wapi? Nobody will question you because you are with the power. Hallelujah. The double doors will open so that the gates will not be shut. Why is God working with you? So that the doors will not be shut anymore. Because the authority that has passed with you has commanded these doors will never be shut anymore. Kwa hivyo Mungu akikushika, milango yako haitafungika tena. Milango yako haitafungika. You will be operating on that platform of being held by the right hand side. So ask yourself a question. Where did I go wrong with God? Hello? Where did I go wrong? I will go before you. Listen now. After holding him, he says, you will be hapa nyuma yangu. I will go before you. And what will happen? And make crooked places straight. And do what? I will break in pieces the gates of the bronze and cut the bars of iron. Because you will be behind hapa. As I make crooked places, I will give you the treasures of the darkness. I will and the hidden riches of the sacred places, that you may know that I am the Lord who called you by your name. I'm the God of Israel. Why? I will go before you. Has he said, I'll drop your hand? He's still holding your hand, but now he pushes you. I'm going to do it for you. Just sit down and see how I'm going to win this battle for you. He holds you. For your breakthrough to come, you must be held by God. For your breakthrough to come, you must be able to win every single battle. For your breakthrough to come, you must be able to conquer them that are ahead of you. For your breakthrough to come, I will give you the treasures. These treasures does not just come. They are there. God has given you. They are there. The treasures are hidden. Why are they hidden? Until you agree to be held by your hand. Hallelujah. Until you are surrendered to God. Until you fully surrender to God. That is when the treasures will be seen. They are there. They are there. Hallelujah. This building was there. It was not built last year for me. This building was here. And it was here before Moiro. It was here before Wanjiru. It was here before Nganga. It was here before many, many people who have wanted to be in Nairobi, but they cannot make it in Nairobi. But God had hidden it. Not because for anybody, because for a boy like me, I'm going to show you the hidden treasures where they are. Who will have imagined that we can find a space like this one? I will. Mimi sikuwa na imagine that we can get a space like this one. No. And sikuwa na imagine we can afford to be paying the rent. I could not imagine that you can be hata nyinyi kukuja. Mimi, how could I have imagined unaweza kuja hapa? You are a hidden treasure. The day God held me, you saw me. The day God held me my hand, that is where you saw me from Gilgil. Amolina nikiadvertise kwa gazeti. No. It is that day Mungu alinishika. Ndio mama kama huyu akakuja kunipata na huku kunitafuta huku. Bwana Yesu asifiwe sana. It is because God held me. That is why you are able to see me. That I will give you the treasures of the darkness and the hidden riches. So whatever that you are going to get them. And that is why God is holding you. Because these treasures are hidden. These treasures are in the darkness. Zimefichwa, ziko kwenye giza. Macho yako hayawezi kuona. Your eyes, your naked eye cannot be able to see what God is about to give you. You cannot be able to see.
You need another extra eye. You need another extra power. You need another extra magic power of the eye. Another eye that sees. The eye of Elijah that saw an army that Gehazi was not seeing. And only that can come if your hand is held. Sometimes somebody was asking me, oh, you have opened Besma? Yes. And you are still doing the church? Yes. And you are doing furniture? Yes. And you are doing clothing? Yes. And you are doing farming now? Yes. How do you manage to do all these things? And I told him, my God is holding me. Ameshika mkono wangu wa kulia. So mahali popote naenda, things are working. I'm not working. I'm not touching anything. I'm not. A human being like me, I'm not supposed to touch anything. He is touching them. A human being like me, I'm not supposed to sweat, to struggle. He is doing the struggle for me. A human being like me, I am not supposed to strain. He is training for me. As long as I put myself right with him, he will do the job for me. Hallelujah. There is this book for posters. It was poster of telecom with yellow what? Yellow pages. Unasema nini? Let your fingers do the walking. You don't need to walk. Let the fingers do the walking. Hallelujah. So let God do the walking for you. Let God do it. Don't struggle. Don't fight. As long as you're right with God, God will do it for you. As long as you're doing everything with God, God will do it for you. Don't need. You are not created to struggle. You are not created. Haukuumbwa kuteseka. Haukuumbwa kuhangaika. Haukuumbwa kuombaomba. Because the world has been given to you. You are told that the only work you need to do is to subdue the earth. And that's what I'm doing now. So ukiona nimefungua Besima, I'm subduing the earth on that anko ya pesa. Yes. I'm supposed to eat keki mzuri, kitu kizuri. Hallelujah. Unaonaga nakula kitu kizuri. I live the best life. Mahali nalala na kitanda lazima eat the best. A mattress, I have to go and look for the best. Because that is my responsibility on earth. I have to dress a best clothes. Because that is the only responsibility I've been given. I have to eat the best food. Because that is the only responsibility I've been given. I need the best chums. Because that's the best responsibility. That's a responsibility given to me. Not to struggle. To eat the best. To live the best. To walk the best. Hiyo ile kazi umeletewa hii dunia. Hii mambo ya kuja kuniambia nekomile ya godhile wewe wachana na mimi. Hii kwa sababu umekosana na huyu mzee. Tafuta urafiki na huyu mzee yako hapa juu. Tafuta urafiki. Akushike tu mkono. The rest leave it to him. You need only the hand of God. Utembee tu hivi. Utembee. Sasa niambie Oliver anakuaga pale. Na Oliver ukae gumu kabisa. Ako wapi Oliver? Ukae gumu. Ukae gumu. Don't usirent ka gumu. Yes. Wacha waseme you're a bad boy. Watakula kwako. Ndio yako yako wao. Yes. Lakini Oliver atakae gumu. Atakafanya nini? Akae gumu namna gani? Nishike huyu mama. Si Oliver amekaa pale kwa geti hivi. Amezuia kila kitu. Nikienda na huyu mama, Oliver ataondoka. Oliver atakaa kado. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukitaka kuingia kwa ile ofisi yangu, nitafute humu huko nje, ukuje tu nikushike mkono wako tutembee na wewe, uko ofisi yangu utaingia. Lakini ukuje ukutane na Oliver wewe na kwenda nimekuona thina leo. Lao ndio na nekoru. That is how God operates. You need God to hold you. Then every demonic power against your life will not be able to succeed over you. You will conquer them without fighting them because the fighter is there. You will conquer them without struggling with them because the struggler is there. We will conquer them without doing anything because that we are supposed to do is there. Hallelujah. So don't waste your time. Don't waste the time trying to fix things to work. They will not be fixed. As long as this man, huyu mzee ako hapa juu, hakushiki mkono, you will struggle and the struggle will be in vain.
If God has said He's going to bless you today, you're going to be blessed. I remember on Sunday, this gentleman was going home. Simuna kubuka. Alikuwa ameweka vitu zake kwa stage. Amaliza ya kuja aombe, aende akapambana na mazimu ya kwao. When alikaa hapa chini, Mungu akaniambia huyu kijana is going. Na I'm not for that. It is the master mwenye amemshika mkono. Ndiye aliniambia I'm not for him to go. Mimi sasa mtumishi wa Mungu nikifanya nini? Ni ku make sure he does not go. I listen to my father. I listened to the command. This man will not go. And I told him, Duradi kodo. Don't go. Auga. Najua, kama ungeniuliza maswali ungeniuliza, Duradi kodo deikaraga, nitakuwa nikikuishi kwako. Because of course, kuambia mtu Nairobi haedi mahali, na umpatii mahali pa kulala, na hana mahali pa kulala, hana jiko, hana guo, hana nini, it means you are going to take responsibility. So I told him, you are not going. Yet I'm not telling him what to do. Because my father knows him. Hallelujah. That is all what you need in your life. You don't need to have a godfather. You don't need to have a special person around you. You don't need to have anybody that is supposed to be walking with you. No, you need only to be held by the right hand by God. Iyo mkono tu akushike, your breakthrough will come. Because it is himself is a breakthrough. Himself, and no gate that will prevail. Ikimwona tu hivi zinapotea. With him, all the opposition will be subdued. With him, he will scatter them that are against you. I will give you the treasures. Imagine these treasures. Where are they? Where are they? Alafu, na unatafuta wapi? Unazunguka Nairobi mchana ukitafuta. Hutaziona. Hawezi see. You can't see them. Hebu imagine umeambiwa ziko wapi. God has told you kwesieko. Sie kodo dumaine na hola diloka Nairobi muthenya ni mugo shamani na sio. Bwana siwe sana. Hizi vitu ziko kwa giza. Na umetusubua hapa na maombi mingi. Mungu akuletee zikuje. Ati umepita pale Hilton au usioni. Umeenda Moi Avenue hakuna, Tomboya hakuna, Libaroli hakuna, Kenyatta Avenue hakuna, Elisrasi hakuna. You cannot see him. You need an extra eye, like what? Like who? Elijah. He had to pray for this man. Akaambia Mungu, fungua huyu kijana macho yake aone what I'm seeing. So why was he able to tell God to do so and God did so? Because he was being held by God. Elijah alikuwa rafiki ya Mungu, alikuwa amemshika mkono wa kulia. That is why aliambia Mungu, hii kimwana gike nigeguthumbura muno baba. Wewe ndurona nigegutugia. Tukekehigura maitho kiambe kione. Na akamfungua macho. Na kijana akaona, haya. Wote hawa tuko na wao. Akamwambia, those who are with us are more than those who are not with us. And you are not seeing them, but somebody else is seeing them. Hallelujah. Because he is a friend of God. Ni rafiki, amemshika mkono wake wa kulia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So these are the things that hinder you. Failure to know the secret that these things are in darkness. Anything that you've come for, hii umekuja tukuombea hapa, haiko kwenye mwanga, iko kwenye giza. That is why you are failing to see them. Atiate gotireshie kuo. Kila kitu ambao unataka iko, magari iko, mashamba iko, mabwana wako. Sasa kwa sababu mimi nimewekwa hapa kwa limelight, nimemulikwa na hizi mataa na makamera zinamulika. That is why you are seeing me, because niliambia Mungu awafugue macho munione. Ndio mmenisumbua hivyo. Ninaambia Mungu wafuge macho msinione tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. I will give you the treasures of the darkness. He will never give you a treasure that is not of the darkness. So you need an extra eye, and this extra eye must come from God. You need an extra eye, not from an scientist. Ni scientist amani? Yeah? Scientist. Ni dentist, scientist. Oh, ni optician. Mbona si ni dentist. Mbona hii sikue scientist. Okay. Scientist. I'm seeing in the darkness. And they are also hidden.
Hallelujah. These things that you are looking for are not in the open. They are also hidden. Zimefichwa, zikafichika. And they are riches. They are not just simple things. They are riches. Ni otoga mohide. Sisi kama mnasikiaga Kikuyu. Hika na mosho kako hujiri na Kikuyu nigeta moigwe. Ni otoga ke? Yuka kurira. Olubakwa. Nemadokanu. Tikodoka na madokanete. Nuwe wege tumumu. You are a blind person. Things are there, but you cannot be able to see them. The riches are there, but you cannot be able to see them. That the hidden riches of where? Of the secret places. So whatever God gives to you does not come from open places where they have seen it. They only come from secret places where they can't see, where the other people who are competitors who are fighting you, they can all be able to come and see where these things are. Neko hitho si hithetwo nĩ ũndũ waku nginya rĩrĩa ũrimũ ũgakuma mũtwe wanjie gũtwarana na Ngai nĩgetha ndiakuoni harĩa hithĩte. No ũrimũ tu rĩrĩa ũrimũ ũgakuma mũtwe ronda wanyita hiko nĩguo ũkona indo iria kũrĩa cia ũtonga waku ũng'ang'anaga na kanyamũ unang'ang'ania kaproti na nikakoachua na guka yako na hata kababa yako nikaguka. Mnauana mnasema mimi siwezi hapana watiki hata wacha ujinga, vitu zako zimefichwa, unang'ang'ania kakitu na nikaguka waguka. Hata si baba yako alitafuta. Na unataka kung'ang'ania kumaanisha hata watoto wako watang'ang'ania kanini? Hiyo ujinga. Kimoda kuhuru. I wish God can give you a permission. Niwe nikiwatandika viboko tatu. Ya hunyo na wabia dada hapa chini kama ule mjamaa wa Uganda. Uliona ule jamaa wa Uganda? Wenye alikuwa na wanyorosa. Because all these things that we have them. There is nothing we are supposed to go for school to learn. Utajiri si kwenda shule, si degree. Utajiri si diploma. Utajiri ni kukaa na relationship na Mungu vizuri. Anaenda because these things amezificha ndio your neighbor asione. Maana gari yako ni Ford Ranger for example na shamba yako ni 100 acres. Huyu akijua na najua umelala si atada ichukue. That is why God hid them. Until you know how to walk with him. So your relationship is a really bother to your life. That darkness and hidden riches in secret places that you may know. Why God is hiding them? He's hiding them that you may know he is God. Hallelujah. You may know that I am God. That is the only reason. That you may know that I am God, the Lord who called you by your name. So you must have a relationship with God for God to call you by his name. By your name, Akuite Roda, you must have a good relationship. God must have a reason with you. He doesn't just call you by just no, God is a God of order. He will only call you because you have an attraction. Amekukumbuka. Na amekukumbuka kwa nini? There is a reason that has caused you to him to call. There must be a reason. And I am the God of Israel. Hivyo ndivyo Mungu anataka tu. Ndio mumtabue. Na kumtabua ni kumulete hapa mtembee na yeye. Kumtabua ni kukaa njia mzuri na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So these are strongholds. Bad relationship. And does this cause the bad relationship that we have? What is this that causes the bad relationship? Umeona sasa. All this is, all the riches, all the power, all that you need on earth. It is here. It has been explained to us in Isaiah 45. So what is this that has caused you not to have a relationship with God? It is in the book of 2 Corinthians. And number one that causes you not to have a good relationship is the spirit of unforgiveness. Our Father who art in heaven. Forgive us as we. That is the only prayer that has a condition. The only prayer that you pray to God that has a condition.
Forgive me, Father. God will ask you, how many people have you forgiven? Do you remember that brother that you hate, you don't want to see? Do you hate that man that did whatever he did to you and you don't want to hear him? Do you remember that girl that did whatever that happened and you don't want to see? Do you remember that business person that mulifanya mambo mukakasirishana mukaangusha kazi alafu sasa hautaki? Do you remember that pastor? Do you remember that bishop? Do you remember that man, that woman? Unforgiveness causes God not to handle your hand. Because when you unforgive, you are thinking, if there is anybody on earth, kuna mtu ambaye mpaka saa hii hawezi kuongea na yeye, wa familia, makaseni, mawoti, whatever it is, God hold your hand. Hawezi. The struggle you are facing now, it's because of that. The challenges you are facing now, it's because of that. Forgive them for you to be forgiven. Release yourself to them for you to be set free. Hallelujah. So kama kuna mtu uogeagi na yeye, then you are in trouble. God will not handle your hand. Hata shika mkono wako. Taririkana mwiretu uria. Nduri urahota. Nduri nutigitie kakwĩrogo. He kanyama gacuhĩrĩire. Hallelujah. Taririkana kijamaa kiria. Kia affectire maisha maku pio nginya umuthi uyu. Ukigite ha? Then God cannot handle your hand. It is painful, but remember that which happened to you. Remember that which happened to you. Remember that man. Mshamsamehe. Kabisa. Kama chozi kamwagika. Pana. The day before yesterday, amemsamehe lakini kiligurumuka. Hata mimi wacha nikwambie. Kuna mtu alinifanyia maneno mpaka saa hii na kaka hivi nasikia unaweza kunikuta tukiwa na ofisi tukiongea na wewe nifanya. Yaani nimemuona hapa. Nasikia I wish ningekuwa na kitu nimupige akufe. Hapo tunakumbuka unaona kweli haujaanza kutembea na Mungu. The day utakuwa hauna adui, hauna kitu umebeba, hauna mtu umebeba, then that is the cause of your success, because this is one of the things that is causing you not to have the breakthrough. Now whom you forgive, whom you do what? You forgive anything, I will also forgive. For if indeed I have forgiven anything, I have forgiven that one for your sake, in the presence of who? So in the presence of who? So there is a witness that you have forgiven. There must be a witness, and this witness is Christ. If you have not forgiven, God will not walk with you. Don't ask for anything from heaven. Don't ask for any treasure, because these treasures are hidden. These treasures are kept in secret. These treasures are in the darkness. You cannot be able to get them. You cannot be able to approach them. You cannot be able to go where they are. You cannot be able to access. You cannot be able to make it, because you got no relationship with whoever that can take you to see where they are. Because there's somebody somewhere you hate. Because there's somebody somewhere you cannot talk to. Because there's somebody somewhere you cannot be able to work with. Because you are a dugata ya mwadhani. That is why even your business has stagnated. Lest Satan should take advantage of us. So when you don't forgive, who takes advantage of you? Satan himself. So he controls you. If you have anything you are carrying in your heart against somebody, you are under the control of the devil himself. So Lucifer, wewe ni mshirika wa Lucifer. Kama kuna mtu umebeba, wewe ni mshirika wa Lucifer. Unakujaga kutudanganya hapa. Hallelujah. Ona modi yule mainama.
Naona maidhira maginya tumaitho twahiana tatari kafe yakanyiteto kwa sababu nyinyi wewe kama kuna mtu unachukia, una mtu umebeba, wewe ni mshirika wa nani? Ongea na sauti please. Wewe ni mshirika wa nani? Hello. Ongea na sauti tafadhali. Wewe ni mshirika wa nani? Siwasiki. Wewe ni mshirika wa nani? Saitani. Sema Saitani na nguvu. Wewe ni mshirika wa nani? Wangapi hapa ni washirika wa Saitani? Kila mtu hapa ni mshirika. Kwa sababu kila mtu hapa, hata mimi mwenyewe kuna mtu nimebeba vibaya sana. Kuna mtu ambaye nabeba mpaka sasa inasikiaka, nikisikia jina yake inatajwa tu nasikiaka kupasuka. Na leo nitamwacha. Leo lazima nitamwacha because amekuwa hindrance kwa maisha yangu. Hallelujah. Leo lazima nitapiga magoti yangu hapa chini. Najua sasa mwetelea kumenya neno oshio. Hiyo peleka kwako hiyo. Lest Lucifer or Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. We are not what? Ignorant of what? His devices. He has got many devices. Ukichange this one, he changes this one. Ukichange heavy, he comes this way. He go this, he goes this one. He got devices. We are not what? Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Hallelujah. So when the sun goes down, there is a wrath of God. Ama sio hivyo? So since ulikosana na ule mtu mlikosana na yeye, how many suns have gone down? Yeah? That is how the heap of sin is upon you. The more times the sun has gone down, if it is 10 years, kirema kia mehia ni gukigana. Sasa niambie, umekuja hapa kutafuta breakthrough na ile mlima iko mbele yako ni kubwa kuliko Mount Kenya. Tutaanza kubomolea pande gani? Pande ya Murang'a, pande ya Nyeri ama pande ya Nanyuki? That is how sick and dead you are. If you are in church and you have somebody you've not forgiven, that even the Bible says that if you were coming to do a sacrifice and remembers a person that you wronged, you go back, you drop your sacrifice, you go back, you seek reconciliation, then come and continue with the process. Meaning you will never be accepted. You will never be accepted. Anything that you do to God will never be accepted because of that one person you don't want to see. Be angry and not sin. Do not let the sun go down on your wrath. If the sun goes down, it is on your wrath. Every time the sun goes down, and remember it is 10 years down the line now. Every day, and 1 year has 365 days. So multiply by 10. That is 3,065 days. That every day the wrath of God is going down with you. That is why every year that is why every year there's a disintegration of your life. Every year kuna kitu kina, life is going down. Life is going down. Life is going down. Life is going down. Every year maisha inaenda. Unasema the last 10 years life has not been good. Yes, because there is something that is working against you. The wrath of God is on you. Until you are able to control and forgive, then come back to God. God does not work with the filthy people. Nor give place to the devil. Don't give this place to the devil because he will torment you. He will fight you. He will ruin you. Atakumaliza. Ni matamaka ni tikimulekela. Nyina kwa modo na kava kwene lena na tikimulekela. Na usho no nini? Usho no nini? Number 2, a stronghold that causes you to suffer. It is anger. Keep Satan away from you.
The book of Ephesians 4:27. Do not give a place to the devil. 4:26, 26 and 27, please. Give us both together. Be angry and do not sin. You see? So anger causes you to sin. Anger causes you to do things that are not good. Anger causes you to destroy. Anger will cause you to even destroy a church like this one. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. In the book of 2 Corinthians 2, verse 10 and 11, now whom you forgive anything, no, not that one. No, done. Stop that. And how do you forgive? We were still on the forgiveness and anger. And how do you forgive? 1, choose God. Matthew 6:12-14. Choose God. Decide. How do you forgive? We do forgiving by deciding. Matthew 6:12-14. And forgive us our debts as we forgive our debtors. So choose. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. So how to forgive is by deciding to choose God. Number 2, depend. After you have decided to choose God, depend on God. Depend. You cannot forgive without the power of the Holy Spirit. You must have the Holy Spirit with you for you to be able to forgive. You cannot be able. Hawezi kusamehea mtu if the Holy Spirit is not with you. The Holy Spirit must be with you. Bwana Yesu asifiwe sana. If you truly are willing, God will enable you. So you must be willing. You must be willing. And the truly must come from your heart. You can be willing because there is unataka kupita ile murago. But this must come from your heart, telling you this is a time for you to have a good relationship with God. You must be willing to God. And number 3, obey. Pray for your enemies. Luke 6:27-28. Pray for your enemies. You must what? Do obey. You must be obedient. Pray for your enemies. The Bible says, but I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. Just do good to those that hate you. Just love your enemies. That's obedient for God. That's God what is instructing us to do. That obey. Once you obey, you will be able. You cannot be able to forgive if there is no obedience to the word of God. It must be God-led, must be God-propelled, must be God-guided, must be God-decided. You must make a decision, and this decision must walk according to the plans of God. So forgiving does not just come anyhowly. God must be involved because it's a bit painful. There's somebody who made your marriage to crack down. There's somebody who brought down your business. There's somebody who brought down whatever that is happening to you. You have an injury that you cannot be able to walk properly. Mguu yako iliumia because of somebody who did that. And it's painful and it's deep-rooted. It's painful and what? Deep what? Rooted. That is why you need God. You need to have a powerful decision from God. You need to be guided by the Holy Spirit for you to be able to forgive. It can't just come. That's why you need to seek God the more and prepare yourself for God to be able to give you the capacity to do the same. And the lastly but not least, bless your enemies. Romans 12:14. Bless them who you think that you are enemies. Just bless them. Do not show them that you hate them. Bless them. Radhima doshiaku. Hallelujah. Radhima ke. Radhima doshiaku. Just bless them.
They are good. They are also human. Because once you bless them, God will create a table for you and them. Hallelujah. The moment you bless them, it ignites a new process of a table put before you and them. And from there, then God will do a process of putting them to shame, not you. You got no power, you got no capacity to put to anybody to shame. God himself will bring them on the table so that he can see, I am blessing this daughter, I am blessing this son, I'm blessing this man because this is how I love him or I love her, because he has made decisions. He has decided to be obedient. He has decided to be good to me. He has decided to depend upon me. He has decided to obey me, and he has decided to bless you. That is why I have come also to put a crown on him because of what he has decided. So the crown that you are looking for cannot only come, it only come because you have made a powerful decision of blessing your enemies. In the book of Proverbs 7:19, the book of Proverbs 17:9, he who covers an offense seeks what? He who covers transgression seeks love, but he who repeats a matter separates friends. Huh. Did you get that? That he who covers a transgression, he will be seeking love because he wants good to happen. He's working for good things to come. Hallelujah. Then he's looking for the love. He's looking for the unity of the people. He's looking for how to bring these people together. He's looking for how to make this work. But he who repeats the matter, watu wa kurudililia. Do you know there are those people wanakuaga kazi yao, anaweza kukurudililia kitu kimoja, mkiongea kidogo, no nie modosho ni ada akalilia mno. Mnaongea vizuri. No nie man need kwa take moja. That is why I hate anybody who comes to my office to repeat one thing. If I have finished a matter with you, just go. If I told you I'm behind you, I'm going to support that thing, just go do it. But we repeat again, it will be done by somebody and you see it being done. Me, I don't have that time to waste with you. I can't waste my time with you. Just because you're kaudo. I don't entitlement. If you are when mtu wa kurudilia kakitu, usikilete kwa ofisi yangu. Hata hapo usiniletee. Mimi nikikwambia hiyo maneno tumalize, maliza tuende safari hiyo ingine, because we don't have time. We don't even have what? We don't have time to waste. We need he who covers transgression seeks love, but he who repeats, a repeater, repeating on something, repeating on a matter that tulisahau jana, tena umeirudisha kwa mesa. Ati mimi najua mimi nilikasirishwa sana, hata wakati nilifika huko nikasikia mimi nisikia vibaya sana, hata so what? Togo turahau. We cannot be stuck. We cannot be stuck. He brings to separate. Mtu yote wa kurudililia kakitu ni kwa sababu ako na agenda ya kuleta separation na watu wengine. Anakukosanisha na marafiki because anataka hiyo kitu mlimaliza irudiliwe kwa sababu bado hajamaliza grudge. That is an agent of the devil. Mtu wa kurudililia kitu ni agent wa nani? Hebu muulize mwenzako, wewe unakuwa namna hiyo? Kama unajua wewe si mtu kama unajua hujairudilia kakitu, inua mkono juu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Now let's get to the part, another number 2. We are looking at what? Strongholds that hinder your breakthrough. Number 2 is anger. Anger. Tulikuwa tumechanganya kidogo lakini let's correct it. The root cause of this spirit called anger is tension from past hurts and guilt. The root cause of this spirit called anger is tensions caused by the past hurts and what? And what? And the guilt. It is the guilt and hurts. Umeumizwa. That is what causes anger. And it's past, not present. So you are acting on a past
You are not acting on a present. And when you don't act on a present, it means you are not going to act on a future. And that is why we have failed in visions. That is why you have failed in moving forward. When you find that you are still acting on the past because of tensions and the hurts that has happened in your life, it is because you don't have a foundation to guide you towards the future. People who have succeeded for future, it is because they don't have a place to keep that nonsense of hurts and tensions. Because these hurts are meant to make us move to the next level. Are supposed to be a stepping stone. Because yes, I was hurt, but will I stay here? Will I be stagnated in this hurt? Will I always remain here? No. This thing happened to me, and I have to take a step forward and move and do what God wants me to do. I will not be stagnated because of small cases. Anger is a universal challenge, not limited. It is not a limited. Your anger is a universal challenge. It is not for a white man or a black man or a person from Nigeria, a person from South Africa. It's not for the presidents. It's not for the people in Mukuru, Kwaruben. It's a universal problem. And it surpasses all ages, tribes, class, race, and social status. Hallelujah. It doesn't know. Anger doesn't know which status. Ushaikutana na tajiri amekasirika? Ndio unajuaga kweli, kumbe tunakuaga the same class. Mama wa tajiri akiachilia mdomo na yule wa pale Majego pale chini. Wa Majego ni afadhali. Wa Majego ni nini? Ni tafadhali, kwa sababu huyu amevumilia shida mpaka sasa imelipuka puu. Sasa ndio unasikuaga anaongea his English yote inaishika, inakuja sasa ni Kikuyu ya Nyeri. Sasa anaongea Nyeri, kumbe ameolewa na Mwakerenyaga, anaanza kuongea Adoma Kerenyaga. Sasa anaanza kuongea Kikuyu ya Kerenyaga. Akimaliza kumbe alikaa Kisii kidogo, anasema hakika mwato nyarire. Sasa unakuta anaongea lugha ambayo hataelewi. That's why anger does not have a status. Doesn't have a class. Doesn't have a position. Doesn't have a tribe. Hallelujah. Anger causes these 5 things to happen in your life. Anger causes destruction in your marriage. 90% of marriages have been destroyed by anger, including my own marriage. It is anger. And bitterness and hurts. Ungenikuta wakati yo marriage yangu ilikuwa inafujika. Sasa ndio ungesoma karakta yangu yote na ungetaka tena kuongea na mimi, because I spoke every nonsense on earth. Hakuna majina sikuitana. Hallelujah. Hakuna hata moja sikuitana. Na hata laana siku hiyo ndio niliacha laana. Hata nikikufa usikuje kunisika. Ubwa hii, taka hii, shaitani. Fukota. Kai, ukimaliza hiyo yote ndio unakumbuka unakuwa Mkristo. Shetani yeye mwenyewe alikusaidia kutukana na kwambia, kwani ulianguka? Unashida kai, unaanza kufanya kazi. Shetani anakuuliza, na hiyo maneno si ni ya shetani? Na ni shetani anakuuliza, sio maneno yote umetoa ni ya shetani. Kumbe marriage ameimarishia, sasa anataka kukuhakikishia kwamba amefaulu katika maisha yako. It breaks what? Marriages. Number 2, it causes families to have breakdown. Anger ndiyo imesababisha a sister cannot speak to a brother, and a brother cannot speak to an uncle, and an uncle cannot speak to an auntie, a shosho cannot speak to a guka, because there is a lot of anger in the family. Hallelujah. Number 3, anger brings weaknesses, or it weakens community values. Anger, like now this is a church. The anger that can be in this church can bring a breakdown in the values of this church. Every community that you are living, they have got their values. And because of anger, people will do things that will break the values of that community, that they will not be able to work. And also anger brings healthy issues.
Some of us who are going through health issues like diabetes, like pressure, high blood pressure, like nini kine, kuumwa na kichwa, inaitangwa migrant ama inaitangwa nini? Si migrants, migraine. Vitu hizo kuna diseases ambazo zimesababishwa na nini? Hii inaitangwa H pylori. Ni pylori? H pylori ndio ulcers. Hizo, those kind of diseases we have them because of anger. Because when you became so bitter, umekuwa so umesikia kama dunia inapasuka, acid inamwagikaga kwa tumbo, na hiyo acid ikimwagika kwa tumbo inasababisha nini? Tumbo inachomeka. Tumbo ikichomeka ndio ulcers, na ulcers ndio wanaitaga H pylori kwa lugha mzuri ya madaktari. So if you have ulcers because of your anger, 90% ni anger ama kutokula chakula mzuri. Na kuwa mtu hungry, a hungry man is an angry man, and an angry man is angry man. Nini? Imeleta shida? Imekushemba? Imekulemea? A hungry man? No. An angry man is a hungry man. No. A hungry man is an angry man. Yeah. Angry. So, when you are angry, do you look a nice face? You are ugly. So those three things come in tandem. That when you are hungry, you are angry, and when you are angry, you are ugly. I went to school, baby. Yes. Yes. Number 5. Anger brings stagnation. When you become angry, you will stop what you are doing. You are leading a church like this one, and because of your anger, you will just drop it and walk. Once you walk, you will start afresh. Wherever you go, utaanza kuanza upya. You abandoned your marriage because kuna mwanamke alikuwa hapo. Wherever you go, unaweza kuanza upya. Kabiashara mlikuwa mnafanya kabiashara kamoja, mnafanya vizuri, umekasirika, umekawacha, ukienda utaanza, and by the time you go start again, you will have stagnated your life. Because you have gained to go and start afresh. You don't have capital. You don't have a place to start. You don't have, for 2 or 3 years, you'll be struggling. Hallelujah. Because of what? Anger. Anger is the cause of many divorces, many problems, many challenges, the spirit of poverty, all manner that we have in this world. It is because of anger. Kingdoms have been destroyed because of anger. Churches have gone down because of anger. Okay, nations have gone down because of anger. Jobs have gone down because of anger. Why? Because we are unable to control it. And if you are unable to control your anger, you will lose valuable friends. You will lose powerful and good people. We have lost our good and valuable people in our life just because of anger. Because they wanted to be, like myself, me, I'm a perfectionist. Hallelujah. Me, I'm what? I'm a perfectionist. I want it to be done smart and good. So if you bring your ujuaji kutaka kubend the way it's supposed to be done, then tutakosana. You will go with your anger, you leave me. And I will lose you, and maybe you are the person that was sent to come and support me. You are the person that was sent to come and do that which I really needed. But because of the anger that I have, that thing will work. Because one will come, I'll chase them. Another one will come, I'll chase them. Another one will come, I'll chase them. Why? Because I have anger problem in me. Hallelujah. So you must be able to know that this spirit of anger will cause you to stagnate wherever you go. Causes of, let's go to the third one is
Another one that also brings a lot of problems in our life is sexual immorality. The strongholds that hinder your breakthrough. Sexual immorality. It is the evil ascribed to sexual act that violates social conventions. It is an act that violates what? Sexual immorality is what? Hallelujah. Did you catch me? Did you get me? I want you to write this. Just write it. It is the evil ascribed to sexual acts. No matter what kind of a sex. Either the oral, mental, physical, anal, carnal, whatever the way you look at it. Najua hata kukisi ni sex. Brother, najua kukisi ni sex. It is sex. It's oral sex. If I this way, I have made it. That's a sex. If I admire you, ingalia, nikufikirie, nikuadmire, I have already done it. So how many of you have ever admired a man or a woman? How many of you have never admired a woman or a man? Inda tu mkono wako juu. You've never admired. Hujai kuona tall, dark and handsome, or the beautiful golden girl. Inua mkono wako juu. So we are all sinners of the immorality. And this has caused these are stronghold that causes or hinders your breakthrough. Sex. It hinders your breakthrough. If you're not doing it in the right way, with the right person, then you are hindering your breakthrough. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. It is a defiance and a neglecting law of sexual relationship. Sexual immorality. It is a defiance and a neglecting law of sexual relationship. Did you catch that? Naona hiyo hata mnayaja nayo sana. Naona ni kama ninawasubua na hiyo. Now let's go to the spirit of rejection as another factor that hinders your breakthrough. Rejection. Immorality was one, and we are going now to the rejection. Could you have been rejected? And who rejects you? Who rejected you? And why were you rejected? Because this has really made many people to suffer. I was rejected when I was a young man. I was rejected when I got married. I was rejected when I studied this. When I went to school, I was rejected. When I went to Mombasa, I was rejected. When I was there's this factor of rejection. The pain of rejection. It is so painful when you are rejected. When you go any part of the world, any part of a company, any part of a situation, and they reject you, it means nothing of you will work. Meaning, once you find that nobody or everybody has rejected you, your mind will stop working because you will end up firefighting. You will end up fighting people. You will end up fighting, defending yourself. You will end up doing things that are not necessary. That is where you find you are doing battles that are not necessary because you think you are hated. If you find that people have rejected you, you start what we call hating yourself. Hallelujah. Because you go to the mirror and you look at this spot in your head and you think this is what is causing people to reject you. You look at your body, is tiny body, and you think that men are rejecting you because I am tiny. You look at kimutu kama hiki kiko na tumbo kubwa, and you think women are rejecting you because tu body kubwa. Hallelujah. And you'll be having some funny. Maybe meno yako imefunguka kidogo na watu utaanza kufikiria because they are hating me because of my mouth. Maybe miguu yako inaidaka ni kama unaidaka kama una twist kidogo hivi. You think that people hate you because you will start
creating imaginations, and it is these imaginations that will cause you not to target, not to follow the line, not to do the will, not to do what you are supposed to do. Instead, you will concentrate more on the negatives because you think this is what people are looking at. So the spirit of rejection is meant to cause you to think out of the brackets, out of where God wants to be, out of the position that God has given you, out of what that you are. Because God did not create you without a reason. He created you with all images, all features, with a purpose and a reason. Those who are tall because God wanted them to be tall. Those who are fupi, God wanted them, like now you look at this Jama. Ebu simama tu baba. Yeah, this man. Ni job gani unaweza kumpatia? Yeah? Security. What are you? I'm security. You see? He has been given features because si barua ametoa ya security, lakini umeangalia features zake na umeona huyu ni bouncer. Si ni bouncer? Yes. We, ni nini hiyo? Una ukweli ni maji? Are you sure? Okay. Unaweza kupatia mtu sumu hapa akufe saa hii. And that's what causes, because these features ndizo zimesababisha tumekuwa na matatizo. And these are physical appearances, mental capabilities, birth disorders and orders, race, sibling, parents. These are the things that have causes us to think that we are rejected. Your parents, how they behave. Baba yako ni mlevi, anaokotako kwa barabara akiwa mlevi. Mpaka ndio kwa maana ile wimbo ilitoka, baba yangu ni mlevi, ananuka pombe. So we go to school, kienda mpaka watoto, baba yako ni mlevi, ananuka pombe. You feel rejected. Hallelujah. Maybe you go to school, kuna fukusa kwa shule kila wakati because of school fees. It causes you to think like you are rejected. Bwana yako unakuta watoto, wewe mwenyewe bwana yako anajulikana ni a spender kule nje, lakini wewe you look like you are living in your own world. Bako na feel self-rejecting. So these are the things that causes it. Physical appearances, mental capabilities, birth, that's disorders of birth, race and the siblings and the parents. Hallelujah. What causes rejection? Those are features that appears that you easily make this to happen. But what causes it to happen? The grief of favoritism. Favoritism. Favor? Favoritism. Hallelujah. This spirit of favoritism, that huyu ni kama anapendelewa kuliko wengine, hiyo inasababishaga maneno isiende mzuri. Kama sasa mama uko na watoto 5, lakini kuna watoto 2 unapenda sana, ama kuna katoto kamoja, hata kakilia kidogo tu unasikieka ni kama ni wewe unalia. Hiyo mtoto hakosagi school fees, lakini hao wengine wanakosaga. Afadhali uende ukakope pesa huyu aende, lakini hao wengine huwa shughuli. That favoritism inafanyaga watu wengine wanaona ni kama they are rejected. When the parents or institutions tend to favor others against others, hiyo ndio inasababishaga. Kama wewe ni msasi, balance watoto wako wote wakule vizuri, na uko hata kama kwa kamoyo kwako uko ndani unasemaga huyu nampenda, don't bring it out. It will cause someone to think like amekuwa rejected. Bwana Yesu asifiwe sana. It will cause someone to think like amekuwa rejected. And number 2 that causes rejection, anguish of false accusation. Have you been accused of something that you have not done? That anguish, that kind of bitterness ambayo itaigia kwako mpaka unaona hii watu wananichukia sana, hawa watu siwapendi, hawa watu yani they can do this, yani Jeroge, you can do this to me, kai everyone. That anguish of pain. You are married, your husband comes and accuses you of something that you have never done. You have been so faithful
faithful kabisa. Lakini leo umechelewa tu pale kwa ile merry-go round. Umefika saa 3 usiku na unafikaga saa 12, unakuta mzee amesimama pale nje kwa mlango anasema yes. Oh, umefika? Okay. Ukisikia mzee amesema, "Oh, umefika?" na ako nje. Na anasema na jicho imekaa ni kama ile inataka kumulika ile taa ya City Stadium. Jua kuna matatizo hapa. Na ile maneno atakuachilia will determine the next course or the rest of your life in that marriage. It will determine. Maana ile maneno nitakuachilia kukuuliza sasa hivi umetoka kwa umaraya na I have been detecting. Na nimekuwa off late venye una behave, venye unakujaga. Hiyo ni nini umepaka kwa mdomo? Ni nini hiyo umepaka? Nani amekupatia? Nani alikupaka? Nini? Sasa inakuwa mpaka kitu unajipakaga inakuwaga kwa mdomo. Sasa inakuwa ni issue. Vitole paka kitu kwanza uende ukutane na mama mwingine alikuwa amebeba ile unapendaga ukamwambia nani haka. Sasa hiyo ndio utajua maneno ni maneno. Si sasa hii ni pesa, hii ni umaraya umetoka. Hebu hiyo vidole unasikia paka kwa. Sasa paka ikikata kuwa na ile gide itakata kidogo. That's a pain. Mami. Taimagine maneno kwa siara. Unaanza vita. Because of what? Accusations. You need first, before you start accusing somebody, relax down. Talk to that person. Want to know what happened. Mwambie hii kitu isirudiwe. Mara ingine 3 na 4 na 5. Then you will be able. And for you who like accusing, na kwa sababu ya maasira. Ukisikia hasira imekupanda, kibia kwa mfereji. Chota maji na glasi weka kwa mdomo na usimeze, uache ikae hapo. Kama ni mtu wa hasira, kibia tu weka glasi, na usimeze, iweka kwa mdomo ikae tu kwa mdomo, hivyo ikaage tu hapo for another 20 minutes. Because hii ni kitu kinapadaga alafu kinateremka tu. Kinapanda tu na wakati kimepanda, ukikubalisha ifanye kazi. Na kuambia my friend, utafanya mambo baya, utaregret. Utagoka mtoto na wewe ndio utaenda kulipa bili ya shilingi 400. Utamgoga vibaya mpaka uvuje mguu because of anger. Na utamuita majina, ubwa hii takataka mjinga. Wewe hata una akili. Hiyo ita affect the rest of his life. Atakuwa affected. Maana ulimuita takataka, atakuwa takataka. Ukamuita mjinga, atakuwa mjinga. Ukamuita ng'ombe hii, utamkutaka huko na vipi vingine akitembea na miguu na mikono mo. Unakuta ile kitu ulimuita ndiye amefanyika because of anger, because of accusation. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Are we together? Yeah, hiyo ingine that causes rejection. The spirit of pride. Roho ya majivuno. Pride is assuming authority that does not belong to us. Pride is assuming authority that does not belong to us. Assuming authority. So pride is just you assume. It's an authority that we assume. And this authority does not belong to us. Many conflicts are caused by stepping onto others' jurisdiction with efforts to control them. That's pride. When you want to step on other jurisdiction, umepatiwa kazi, umeambiwa laini yako ndi hii, unataka kuingilia wengine. Na unasikia mko watu 5. Huyu amwambia shikilia hii, wewe shikilia hii, wewe shikilia hii, wewe shikilia hii. Huyu anataka kujua huyu anafanyaga nini na anakuja kuangalia venye ameandika. Anakuja anataka kuangalia huyu na anataka kujua huyu ameandika nini na yake hawa wengine hawataki kuangalia yake. Ukienda kuangalia wanasema hapana, we can't do this. No. Kila mtu angalie position yake. Ukienda kugusa sasa hiyo anasema kila mtu afanya nini? Angalia position yake. Lakini yeye anataka kutawala wao wengine wote. Anataka kucontrol kila mtu mwingine. Hiyo ndio spirit inaitwa ya pride. Nakuta kikanyaga hivi kuna jia watu wako na spirit ya pride. Kuna jia wanatembeaga. Kwa sababu si yeye. Tumeambiwa spirit of pride. Ni nini? Pride is assuming authority that does not belong to you. Sasa unakuta paka kutembea kwake.
Ameassume matembezi, an authority of stepping. Unakanyaga dunia na si yako vizuri. Kanyaga vizuri, tembea venye Mungu alikuumba. Wacha maneno mingi. Be yourself. Speak like yourself. Walk like yourself. Live like yourself. Wachana na doketi za mtu mwingine. Wachana na mambo ambayo hayakuhusu. Follow that which belongs to you. Ukipatiwa ka ofisi kako ni pale, kaa hapo. Kule hujapatiwa, wachana nayo. Don't want to know huyu alikuja kufanya nini huko. Don't want to know huyu alitaka aliongea hivyo kwa nini. Huyu alikalia hii kiti kwa nini. Huyo mba nini alikuwa amekaa pale mbele. Huyu alikuwa kama sasa nimeambia Oliver nimwambia kaa gumu. Sasa ukienda kusupervise Oliver akuchape coffee. Utalaumu mtu. Ndio kuna mmudo. Hapana. Na Oliver akianza kutembea ni kama mosquito. The pride will bring him down. Sasa ukipatiwa mamlaka, wacha kupandisha uende beyond your level. Live within that limit. Kaa hapo tu vizuri. Be good to other people. Hata kama unajua they are not going to get access where they want to access, but be good. Ushaenda embassy America? Nakwambia yes sir. How are you? You are coming today? Yes, I am coming today. I want to go. And in fact, I'm late. Oh, good. Do you have an appointment? I left my paper. I don't have but they know. You can call them. Oh, yes. We'll do this. Can you wait there? We are going to communicate with them. Then we are going to call them. Lakini amejua wewe hautaikia. Lakini mumeongea ni kama utaikia. Tumia tu akili mzuri, hata kama si mingi. Tumia tu akili tudogo mzuri. Mpaka una contain situation. Usiifanye ni kama kuna vita. That these people must follow what you want to do. Must do what you want to do. That is very bad. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni mingi, wacha tuachie tu hapo. I will continue on Sunday. Hallelujah. Itaenda 3 good hours from now. Naona Jaime kama tatu. Simame tu kwa miguu yetu. Praise and worship. I want us to worship. At least to me understand what hinders you. Bwana Yesu asifiwe sana. What hinders you from what? From the spirit of breakthrough. What hinders you from success? What hinders you from going forward, from going to the level that you want to go? What stops you from coming? What has failed in the praise and worship team? What has failed from the ministry? What has failed from what God has given you? This is what I want you to pray for. I'm going to give you 1 full hour of praying. Bwana Yesu asifiwe sana. Then I will come. Then we will be delivered from that. Sidio? Na wende dibu. Ukiweza kupiga magoti, chukueni kila mtu bahasha yake. Hii lazima tutoe sadaka ya kuvuja hiyo maneno, ndio tuweze kujiconnect. Hallelujah. Thank you very much. God bless you. Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sina, ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sina, ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, unipa wokovu, mawimbi yakinipiga.
Mwokozi atanitosha, damu yake na sadaka. Tegemea daima, yote chini ya kisha. Mwokozi atanitosha, nikiitwa hukumuni. Nina amani, nikivikwa haki yake. Sina hofu mbele zake, nikiitwa hukumuni. Nina amani, nikivikwa haki yake.